Basi tunasonga mbele katika Red Light ikiwa ni sehemu ya 77. Okay, tuanzie hapa. Binti anamwambia umebadilika sana. Kwa nini? Jamaa anasema kwa sababu kuna binti mmoja. Ngoja nikwambie. Akasema lazima atakuwa ni binti mwenye fadhila sana. Atakuwa ni binti mzuri sana huyu. Aliweza kubadilisha maisha yako. Ni nani huyo? Nafikiri hivi karibuni ulipokea simu ya ambaye si ya kawaida. Ikikuelekeza namna ya kumgundua mtu ambaye alikuwa ni Cao Long. Yule binti alikupigia simu akakueleza siri nzito na kukutumia pia picha siku inayofuata kama ushahidi. Akamwambia ndio nakumbuka, lakini binti ni nani? Anasema jina lake anaitwa Anki. Anki. Unasilifahamu hilo jina. Bibi alibadilishaga jina lake. Sasa akamueleza vizuri. Huyo binti anaitwa Donsian. Donsian. Hakutaka pia ufahamu kuhusu hili. Lakini mimi nimeona bora nikuambie. Kule binti amenibadilisha mimi na pia binafsi kabadilika. Na kesho ndo siku yako kwenda kunyongwa kwa makosa aliweza kuyafanya. Natumaini kwamba utatamani nawe kwenda kumwona kwa mara ya mwisho. Bibi anasema sina hamu ya kusikia hata jina lake, si tu kumuona. Maana sina cha kumwambia. Wala siwezi kumsamehe katika maisha yangu yote. Akamba jinsi. Nafikiri kuna mambo unatakiwa kuyaweka sawa tu. Kumchukia mtu siwe moja kwa moja. Mwanadamu anapokosea na akatambua kosa lake, anastahili kusamehewa. Anakufa huyu. Kwani unaweka kisasi na mtu ambaye hataweza kuishi tena duniani? Anasema mwanzo nilijua na nilimchukia mtu tofauti ya Senati. Huyu ndo amesababisha mambo yote haya. Yeye ndo amesababisha mimi kuwachukia watu wasiokuwa na hatia. Second Master nimemchukia bila sababu kwa ajili yake. Kama vipi kuhusu Rising King? Nimesikia habari kutoka sekretari wangu kwamba mmepeana talaka. Lakini bado unampenda. Hauhitaji tuende tukamuone? Tukaongea naye kuhusu hili. Arudiane na wewe. Bibi akisikia hivi machozi anashuka anasema, jamaa hataki hata kuniona tena. Ananichukia sana mimi. Ananichukia mno, kwa hivyo hataki hata kuniona. Ameisha nikatia tamaa. Hata kama najuta kwa sasa katika yote, kwa wakati huu nimeshachelewa. Siwezi kumpata tena. Jamaa kazidi kumsitiza kama jinsi yangu. Kwa sasa unaweza kusolve mambo yote. Kwanza tukamwone Donsian kabla hajafa. Naomba tuende tukamwone. Tafadhali sana. Alimsisitiza sana katika hilo. Na mwisho bibi aliona sio mbaya. Haina sababu ya kumwekea bifu mtu ambaye atakufa na anahitaji kumuona. Aliomba nafasi ya kuja kumuona ikiwa ni siku moja kabla kunyongwa kwa bibi Donsian. Yani hata ujasiri wa kumtazama hana, naogopa. Anasema nalo swali moja nataka tu nikuulize. Pamoja na kwamba unanichukia. Jamaa anasema, bibi anambia sema. Neno gani hilo? Katika hii dunia. Sidhani kama kuna mtu namchukia kama wewe. Ila leo nimekuja kwa jambo moja tu.
Najua babu yangu uliishi naye na mama yangu pia uliishi naye. Mimi wakati nikiwa nimepoteza kumbukumbu. Wakati ule ulipotumia utambulisho wangu kuishi kwetu, kuna vitu vingi ulivifaidi ambavyo mimi sikuvipata. Nilikuja kuvigundua mwishoni. Babu amekufa, mama anakufa. Nataka nijue tu upendo gani na ni yapi walikuwa wakikuonyesha. Nipe tu angalau kwa ufupi taarifa ya babu pamoja na mama. Hilo ndo la msingi kwake kabla yote. Kaambia okay, takwambia. Babu yako alikuwa ni mtu makini sana. Siku ya kwanza tu nilipoingia, tayari babu alishaanza kunionyesha kwamba mimi pengine sie. Na nilipokuwa nikifanya makosa, yani alikuwa kama kioo, mkali kweli kweli. Mara zote alikuwa ni mkali. Alikuwa akinifundisha katika mema. Yani hakutakaga nifanye upumbavu. Wakati mwingine nimekuwa ni mlevi mimi kwa tabia zangu, naenda kunywa pombe ba. Anaacha usingizi wake, anakuja kunitafuta na kunirejesha nyumbani. Anakuja ba kunitafuta na nipeleka nyumbani na nivumilia. Alikuwa ni babu mzuri. Hakutaka nishirikiane na watu wabaya. Hata wakati mwingine alijaribu kuniuliza maswali mazito. Kama je, umeshapata boyfriend tayari? Nikamwambia babu hapana, sijapata boyfriend. Babu akamwambia basi, sio kila mwanaume naoa. Kwa hiyo kifika wakati unataka kuolewa, niambie babu yako, mimi nitakutafutia mwanaume mzuri. Kwa hiyo babu alikuwa akishirikiana naye katika mambo mengine kama hayo. Alikuwa karibu na yeye. Wakati wote alifikiri mema kuhusu mimi. Toka nimeingia katika familia hii ya kwenu, nimejifunza vitu vingi sana. Imenipeleka kuwa jinsi nilivyo leo. Yani nimejifunza wema, uzuri, jinsi watu wanavyoishi. Kuna vitu vingi nilikuwa sivijui duniani, nimejifunza kupitia babu. Ila bado ushetani ulikuwa ukizungumza ndani yangu. Yakatokea leweza kutokea. Lakini tukija upande wa mama, anasema mama yako alikuwa ni mama mwenye fadhila. Sijapata kuona mama kama huyu. Upendo wake umeniathiri kwa kiwango kikubwa. Wakati wote alikuwa akinilinda na maneno ya babu. Babu akiwa mkali basi alikuwa akijaribu kutengeneza namna nionekane niko sawa. Siku tu ile ya kwanza nilipokutana naye, bibi anasema hapa kulikuwa kuna jeraha. Na lilikuwa ni jeraha la muda mrefu sana, la miaka tu. Lakini alipoliona ilikuwa ni kama jeraha jipya kwake. Alionekana kuumia na kusikitika sana. Na akasema, bibi anasema siwezi kuyakumbuka yote hayo. Siwezi kuyasahau yote hayo. Anasikiliza paka machozi yanamdondoka. Aliyakosa yote hayo. Bibi anasema basi kwa ujumla walikuwa ni watu wa fadhila, watu wema. Mimi ni mpumbavu sana ambaye nilishindwa kuyaishi yale maisha. Sijawahi kuona pendo kama hilo. Binti naye anakumbuka baadhi ya mambo naye anayajua. Kwa kidogo alionja upendo ule babu. Alikuwa ni babu mwema sana. Bora niimbie mashairi na vitu vingine. Ni babu ambaye unajua kuna babu wa jukuu. Kuna babu wengine mzee mjukuu akipita hapo anaweza kuvunja hata mguu. Lakini kuna babu wengine wanapenda wajukuu. Huyu ni babu alikuwa akipenda wajukuu. Mambo yalikuwa ni mazuri sana. Grandma. Basi naye anajaribu kujikumbusha tu baadhi ya vitu alivyowahi kuvionaona. Akijumlisha na matukio Donsi anaona kweli nilimisi vitu vingi sana. Ile kupoteza kumbukumbu alikosea sana. Angekula ule upendo, ile furaha, ile burudani alikosa na hataweza kupata tena. Kuna upendo huwezi kupata tena katika maisha yako. Ndio huo binti anaozungumzia.
kwamba sasa babu hayupo na mama hayupo, hawezi kupata hata kwa gharama ya fedha, hata kama angelikuwa na shilingi ngapi leo hawezi kupata. Ndio maana huyu bibie alipata uchizi tu alipotaka kutenganishwa na ule mama, kwa sababu alionyesha upendo wa mama. Hajai kupataga upendo wa mama katika maisha yake. Akiwa pale, ingawa ni mama wa kuekti, lakini alionyesha upendo wa mama, akaujua upendo wa mama. Unajua upendo wa mama bwana, it is better, ni bomba kinyama. Sasa tuache hilo. Binti huyo alimkumbusha kitu kimoja. Kweli mama hayupo duniani, lakini hii skafu ilikuwa ndo skafu ya tukio la mwisho ambayo lilipelekea mama kufa. Binti aliishona na alikuwa katika harakati za kuelekea Tianjin pamoja na gloves zake. Mwana bwana, kwa alipoiona hii ndo machozi yakaanza kushuka tena upya. Anajuta. Hakutegemea kumuua mama ile siku, lakini sasa ni ukaidi wake ulipeleka mama kupigwa risasi. Ma shenty bu hao, zhe weijin zhi. Anakumbuka siku ile mama aliposema basi hizi gloves mimi nitakuwa navaa, alafu wewe utabaki na hii. Alishona vizuri, akamwambia mama utaitumia, nasikia Tianjin kuna baridi sana, kwa utaitumia hii. Sasa hii itakuwa ni ya kwako, kwa sababu pia ndo ulimpaga mama na mama hayupo, basi hii itakuwa ni ya kwako. Kamletea. Anasema naelewa kwamba kwa kweli hakika sina haki, lakini acha ni kuombe. Siwezi hata kumuita jina lake, siwezi kumuita mama kwa uovu uliotenda. Lakini wakati nilipoweza kuingia kwenye familia ya Yang family, babu aliniambia hivi: pale unapofanya makosa na ukatambua na ukakiri makosa yako, unastahili kusamehewa. Basi binti anatazama juu, anasema babu pamoja na mama, mimi ni mkosaji. Nimekubali ya kwamba mimi ni mkosaji. Hakika nimetambua makosa yangu. Ninaombeni mnisamehe, nimekosea. Mwisho bibi alimwambia, mimi sikuchukii. Sikuchukii. Kipindi kilichopita uchuki yako ilinifanya mimi kuwa strong, iliniimarisha na kuwa hivi nilivyo. Kwa sasa sikuchukii tena, kwa sababu wewe ulikuwa sehemu ya mimi kujifunza vitu. Na sihitaji kumchukia mtu wote tena kuanzia leo. Kila mtu huja kwa kusudi katika maisha, kwa huna sababu ya kuwachukia watu. Kwa nini kwanza? Inaanzia wapi? Kila mtu ni sababu kwako. Awe mzuri awe mbaya, amekuja kwa kusudi la kuhimarisha. Huna sababu kuchukia mtu. Kwa binti anasema Donsian, kwanza ni kushukuru kwa mzio kwa Ilang ambaye alikuwa anahitaji kuharibu familia yetu pamoja na kiwanda chetu. Na kushukuru pia, ingawa hujafanya yote, hilo la mwisho lilofanya ilikuwa ni bora zaidi. Na mama na babu watakuwa wameshakusamehe. Wameshakusamehe.
unastahili msamaha na umeshasamehewa. Basi 江心，真的对不起。 alimalizia tu kusema Jiansing nisamee, nisamee, lakini kashasamehewa. Kaachiwa na skafu hiyo. Kama atapata upenyo kwenda nayo basi fresh. Utajifunika huko mbele. Ila sijui. Ulikuja mtupu utaondoka huna kitu. Binti alilia sana. Alilia kweli kweli. Siku ilipofika, wenzetu wanapiga risasi. Alichapwa za kwake za kutosha. Na ikawa ndo mwisho wa safari ya kamanda. Hapo ikawa ndo mwisho Dongxian. Ndo mwisho wake. Wanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Basi haya ndo matunda ya kazi kubwa ambayo binti alifanya katika kipindi kirefu sana pa duniani. Na mwisho kapata chake kasepa. Haya, tuachelo. Polisi walipata habari kuhusu uingizaji wa madawa ya kulevya katika bandari. Sasa polisi walikuwa wakifanya searching, polisi wa Shanghai. Kila mzigo unaoingia unasachiwa. Wanasachi kweli kweli. Kwa sababu lisikia kuna baadhi wa Japan wanataka kuingiza madawa ya kulevya. Kwa chief commander wa polisi alikuwa akifanya ile mambo. Amara kina Shaho ameingia na shitua. Mheshimiwa kamanda, na vipi vijana? Anajua ni vijana wa mzee mkubwa wa Baizing King. Heshima ni kubwa sana hapa. Bana, tuko tunawajaribu kutafuta wasaliti wanaothubutu kutaka kuihatarisha nchi yetu. Kwa hiyo tunakamata madawa ya kulevya nao pia. Basi tutasaidiana. Basi sasa, fine. Tunashukuru sana, kama nanyi mtaona ishara yote basi pia tutajulisha polisi. Shitua yuko hapo kwa sasa. Bwana Simoni hapa. Anasema ametoka na issue zake fulani. Basi vema. Sasa mzee anasema sachi, nimesema sachi kila mahali. Sawa. Kwa kisha kwamba tunapata madawa ya kulevya. Lakini kumbe mzigo mzima uko upande wa pili, na baadhi ya askari wa Kijapani walishaupata mzigo huu. Na huu mzigo upo kwa kusudi. Leo tunamwona mtu mwingine. Unamkumbuka huyu? Adui mkubwa Baizing King alivunjoga mguu kipindi kile kule Tianjin. Japani walikuwa wanamuita Sangong. Haya. Amefanikiwa kuingiza madawa kulevya ndani ya Shanghai, lakini pia amekuja kwa ile kisasi maalum. Kuna kitu anahitaji kufanya. Hiyo hapo ni sehemu ya 77. Tunakwenda katika sehemu ya 78.